Kwa leo tutakuwa katika kitabu cha Ayubu sura yake ya kwanza na mstari wa 9 hadi wa 10. Narudilia, tutakuwa katika kitabu cha Ayubu sura yake ya 1 na mstari wa 9 hadi wa 10. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Ndipo Shetani akamjibu Bwana na kusema, je, huyo Ayubu yuamcha Bwana bure? Wewe hukumzingira kwa ukingo pande zote, pamoja na nyumba yake na vitu vyote alivyo navyo. Kazi za mikono yake umezibariki, nayo mali yake imeongezeka katika nchi. Ni neno la Bwana. Amen. Ningetaka ni kuambie ndugu mpenzi, hiki kitu ambacho ninaenda kukisimulia hapa ni kitu cha msingi sana, na itabidi unitege sikio lako ili upate kufaidika kitu na Mungu apate kuinua maisha yako. Unajua ndugu mpenzi, kuna siri ambayo watu wengi hatuijui, na siri moja wapo ambao hatuijui ni kuhusu Mungu kukutaka kukuinua. Mungu anapotaka kumuinua mwanadamu, kuna njia ambayo anaitumia, lakini wengine kunakuwa vile hatuijui na kuifahamu. Na ndio maana Mungu amenitia hapa mbele yako leo ukipata video hii ili upate kujua hii siri ambayo ulikuwa hauijui, au labda ulikuwa unaijua lakini ulikuwa hauijui kwa kina. Ulikuwa hauijui kwa kina sana. Naomba unitege sikio lako. Tumetoka kusoma habari za Ayubu, na hii ilikuwa simulizi kati ya Shetani na Mungu. Wengine wanajiuliza, je, Mungu anaongeaka na Shetani? Basi Biblia hapa inatuonyesha wazi Shetani alitokea mbele za Mungu, na wakati alipotokea ni Mungu mwenyewe akamuuliza, umeona mtumishi wangu Ayubu? Mungu akaanza kumsifia Ayubu, akaanza kumsifia. Lakini angalia kitu kikubwa hapa, na ndicho ambacho nataka unielewe vizuri. Biblia inasema kwa mstari wa 9, Shetani anaanza kujifasiria, akamuuliza Mungu, je, huyo Ayubu kabisa si kwa bure unamsifia? Kama anawezaka kukutii na kufuata maelekezo yako ni kwa sababu ya hivi na hivi. Sikia sasa mstari wa 10 hapa. Anaanza sasa mashtaka yake. Siri ambayo niko nataka nikufundishe ni kwamba Mungu akitaka kukuinua ndugu mpenzi, anachokitumia kwanza, dalili ya kwanza itakayokuonyesha, ishara ya kwanza itakayoonyesha kwamba Mungu analenga kitu na wewe ni kukulinda. Bwana asifiwe. Yaani namaanisha ulinzi wa Mungu. Ulinzi wa Mungu ndio nguzo ya mafanikio. Huwezi pata chochote na hauna ulinzi wa Mungu. Hauwezi inuka na hauna ulinzi. Afya yako haiwezi kuwa, ama niseme biashara yako haiwezi panda kiwango bila ulinzi. Kinachofanya Mungu akuinue na anachokitumia ili ahakikisha na kupandisha juu ni ulinzi. Labda utakuwa unijanielewa vizuri, lakini tusome Biblia utanielewa. Hii picha ambayo niko na kuonesha, ili somo ambalo niko nataka nikufundishe, picha yake ni hii mstari wa 10. Na waza Ibilisi cha kwanza ambacho angetaka kumwambia, kwa sababu gani umemupa mali? Au atakosa kukuheshimuje? Atakosa kukutii je? Atakosa kuwa mtiifu kwa nini? Mbona umempa mali? Mbona umempa manyumba? Mbona umempa hiki na hiki? Lakini angalia cha kwanza alichokisema, wewe hukumzingira kwa ukingo pande zote. Haleluya. Hiki ndicho kitu ambacho kilitoka kwanza kinywani. Haya ndiyo madai kwanza. Ina maana huu mstari unaonyesha kwamba mengine yalikuja tokea, lakini hiki ndicho alichokitangulia kwa Shetani. Ina maana Ibilisi akamwambia, ondoa ule ukingo ambao umemuwekea na uone kama mimi sitamteketeza kabisa na atakuacha. Angalia kitu ambacho kilimzuia Ibilisi kuteketeza mali ambayo ama utajiri ambao Ayubu alikuwa akimiliki ni huu ukingo ambao Mungu alikuwa amezingira Ayubu. Na huu ukingo ina maana yake ndiyo ambayo ilimfanya Ayubu akainuka. Ndiyo maana Ibilisi akataka hiki kitu kama kingeliondoka, Ayubu asingaliweza inuka. Angalia, turudi hapa kwa mstari wake wa 3. Sura ya kwanza, tuko tu katika kile kitabu cha Ayubu
utaona mali ambazo Ayubu alikuwa nazo, na utanielewa kama utatambua ya kwamba hiki kitu ndicho kilimfanya Ayubu ainuke. Utaenda kunielewa ya kwamba ni ulinzi ambao Mungu alimwekea ndio iliyomfanya Ayubu ainuke. Ukisoma mstari wa 3, Biblia inasema hivi, tunasoma katika jina la Yesu. Mali yake nayo ilikuwa, anza fuata vizuri, mali zake zilikuwa, wanaanza kuzitaja, ni kondoo 7,000. Unaelewa? Kondoo 7,000. Mstari wa kufuata, na ngamia 3,000 na njozi na ng'ombe 500 na punda wake 500 na watu wa nyumbani wengi sana. Basi hivi mtu huyo alikuwa ni mkuu sana kuliko watu wote wa upande wa mashariki. Haleluya! Biblia inasema ya kwamba mali zake ilikuwa ni kondoo 7,000. Hebu nieleze, mtu gani anaweza akaanza utajiri kwa kumiliki kondoo 7,000? Haiwezekani. Kikawaida utaratibu wa Mungu uko katika kitabu cha Samueli wa kwanza. Utaratibu wa Mungu ni kumuinua mnyonge, kumnyanyua, kumtoa mavumbini na kumpeleka mahali pa juu. Ina maana kuanzia kwa sifuri hadi juu, ndio utaratibu wa Mungu. Sasa huyu mtu hapa, Biblia inasema alikuwa na kondoo 7,000. 7,000 ni kiwango kikubwa sana cha kondoo. Ina maana sasa kitu ambacho kilichoinua Ayubu ni nini? Ni kwa sababu Mungu alikuwa amemzingira, alikuwa amemkinga, alikuwa amemfanyia, niseme, alikuwa amemjengea luba, alikuwa amemjengea hema, kama vile Biblia inavyosema katika Zaburi yake ya 91 mstari wa kwanza, inasema aketie mahali pasiri pake aliye juu, atakaa chini ya uvuli wake Mwenyezi. Ina maana huyu Mungu alikuwa amemjengea uvuli, alikuwa amemjengea ukuta, alikuwa amejengea Ayubu mpango, na kila mara shetani alipotaka kuja alizuiliwa. Wakati fulani, ina maana hakuanza na hizi kondoo 7,000, lakini inawezekana alianza na moja, kwa sababu Biblia inasema Mungu anamuinua mnyonge kutoka kwenye mavumbi. Mavumbi yani sifuri kabisa, maisha ya chini. Alafu akamiliki kwanza kondoo moja, akamiliki zikawa 2, akamiliki zikawa 3. Zilipofika 10, labda ibilisi akakuja kusema ngoja nije nichukue moja, ngoja niziue ili aanzilie tena sifuri, kwa sababu malengo ya ibilisi kila mara anataka agandamize watu wa Mungu wasiinuke. Lakini Mungu pale anapotaka afanye uinuke, anaenda kumzuia. Haleluya! Na hii ndiyo itakuwa fungu lako katika jina la Yesu. Uelewe ya kwamba ulinzi ni kitu muhimu sana katika maisha ya Mkristo. Usipolindwa na Mungu, hakika hata ungelimiliki pesa za aina gani, hata ungelimiliki kiwango gani cha pesa, kwa sababu tu hauna ulinzi, haitamgharimu shetani hata dakika moja kukuondolea vile vitu. Ama ndio maana hapa kwa mstari wa 10 shetani anatanguliza kusema wewe hukumzingira kwa ukingo pande zote. Kwa nini hakuanza kumwambia mbona umempa kondoo 7,000? No. Kilichofanya apate kondoo 7,000 ni ulinzi. Kwa nini shetani hakusema haujampa ng'ombe 500? Alijua kilichomfanya. Kuna wakati mimi ni shetani nilitaka nije nichukue kabla hajafika kondoo 500, kabla hajafika kondoo 7,000 nichukue ili kwamba asiinuke, lakini nilizuiliwa. Ndio maana yake hii hapa ni malilishi ambayo ibilisi alikuwa nayo, na ndio shetani anavyofanya kwako wewe. Anapotaka uone, anapotaka usipate chochote kabisa, ili ahakikishe amekugandamiza, atakachokifanya ni kuhakikisha haupate chochote, na unachokipata kinaondoka kabla hakijazaa. Kumbuka baraka ya kwanza ambao Mungu alipatia wanadamu, akawaambia nenda mkajaze dunia, mkaongezeke. Wengi wanadhani ya kwamba Mungu alisema tu kuwa na watoto. No. Angelisema watoto, angelisema nende mkajaze watoto, lakini anasema nenda mkajaze dunia, mkajaze dunia. Yaani mali zenu zijae dunia, utajiri wenu ujae dunia, watoto wenu wajae dunia, sio watoto tu. Ndio maana baraka ya kwanza ya mtu ni kuzalisha vitu, lakini shetani huwa hataki tuzalishe vitu, anataka tuwe tunaanzia kila siku. Sasa kilichozuia asiweze kumdidimisha Ayubu ni nini? Kwa sababu Mungu alimwekea ulinzi, akamjengea ukuta,
akamjengea hema yake, na kila mara shetani alipotaka kutafuta jinsi ya kuingia ili aweze kumfanya asiinuke, alishindwa. Haleluya! Ninaamini ya kwamba kutokea leo utaanza elewa ya kwamba kitu cha msingi ambacho unatakiwa kuwa unaomba kila siku, asubuhi na mchana, sio vile unavyoviomba wewe. Wakati mwingine sisi tunachukua muda mwingi kuombea Mungu atupe pesa, atupe kazi nzuri, atupatie biashara vizuri viendelee. Tunasahau kama Mungu akitupatia vile, asipovizingira, asipovilinda, tutajikuta tunaambulia patupu. Tutajikuta kila mara tunapata hiki, ndio tunapata, tunaenda na tunatafuta na tunapata, lakini tunapofika nyumbani tunakutana majanga, tunakutana changamoto. Hebu nikupe mfano, labda uende sokoni, labda usafiri upate kazi nzuri na kusafirisha, alafu urudi unakutana nyumba yako imeungua. Utafanyaje? Na umekujana hela, hata kama umekujana dola 2,000, hizo hela zitaisha zote kununua kiwanja kipya, ufanye ununue nyumba tena, uanzilie kwa zero. Ijapokuwa ungelikuta nyumba yako iko soft, ungelikuta nyumba yako iko sawa na watoto wako sawa, ile pesa dola 2,000 zingelifanya miradi ingine ya kukuinua, lakini kwa sababu ulinzi wa nyumba yako haikuwa, unaanzilia zero. Na kutakia ulinzi wa Mungu juu yako katika jina la Yesu. Wewe mfanya biashara unayenisikiliza, omba Mungu alinde faida zako, si kwamba akupe kwanza faida nyingi kwa limoja. Hakikisha ile ndogo inayoingia iwe na ulinzi wa Mungu. Ikilindwa, una uwezo ya kutoka kwa una uwezo wa kutoka kwa 1, 2, 3 hadi unafikia maelfu, kama Ayubu alifikia maelfu hapa, kwa sababu hapa hakuanza na kondoo 7,000, alianza na 1, akapanda 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 akapanda. Hebu elewa kitu, labda utawaza niko na kudanganya. Soma Biblia yako hapa, utaona wakati Mungu anasema shetani achukue vyote alivyokuwa navyo, ilikuwa tu dakika moja, vyote ambavyo alijua alimiliki vikaisha vyote. Biblia inasema watumishi wakaanza kuja mmoja mmoja, wakileta habari, huyu anatokea, huyu nilikuwa nikichunga kondoo, sijui wanani wakatokea, na ikawa huyu hajamaliza kusema, mwingine akatokea, mwenye alikuwa kuna watoto akaleta habari ya kwamba watoto wote wamekufa, mwenye alikuwa kwa kondoo akakuja, mwenye alikuwa kwa ngamia akakuja. Sababu gani? Ule ukuta ambao ibilisi alikuwa na ukuta, ile ukingo ambayo ibilisi alikuwa nakuta imeondoka. Ndugu mpenzi, usichukue muda mwingi kuombea sana mali yako ipande juu. Chukua muda mwingi sana kuomba Mungu akulinde. Haleluya! Chukua muda mwingi kabisa. Ukipata muda ambao unaombea mali zako, utapanda viwango vya juu, utapanda viwango vya juu na Mungu atakuinua. Hakuna kitu kikubwa kama na ulinzi. Ukipata ulinzi, utapata kitu kikubwa ambacho haujakuwahi fikiria. Na kutakia baraka ya Mungu pamoja na wewe. Asante, tukutanane kwa video nyingine. Mungu akitupa neema, tutazungumzia namna gani unaweza ukaimarisha ulinzi wako. Haleluya! Kwa sababu kuna ulinzi wako, Mungu anaweza kulinda uhai wako, analinda maisha yako, lakini kuna vile pia anaweza akazingira vyote ulivyo navyo. Sasa namna gani unaweza imarisha ulinzi wako, ndio video itakayofuata, na ninaamini hii imekubariki. Basi ngoja nikutakie siku njema na Mungu apate kuwa pamoja nawe. Amen.